mabwana, habari ya asubuhi. Kwanza nami naomba niungane na wenzangu wote kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufanikishia siku hii ya leo. Tumeanza mbio zetu za pole pale Kiguza na mpaka tunamaliza. Nimepata taarifa wote tuko salama na tuna afya njema na tunaendelea vizuri. Hongereni sana wote wana jogging. Leo ni siku ya furaha kwetu sisi wana mazoezi. Ni kwa muda mrefu sana hatukupata fursa ya kuonana katika ukubwa wa namna hii, kuweza kufanya shughuli zetu za mazoezi, lakini pia kubadilishana mawazo na mustakabali mbalimbali wa mipango yetu. Kwa hiyo hongereni sana na tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa hii ya nafasi, lakini pia ya amani ambayo tuko nayo iliyotuwezesha kuweza kukutana siku hii ya leo. Ndugu wana mazoezi wenzangu, naomba niongee mambo mawili yafuatayo. Kila kitu kina gharama yake. Gharama ya amani na utulivu hatutaweza kuilipa kwa uzito wowote. Sisi ambao tuna majukumu ya kifamilia, tunatamani tuendelee kuona amani inadumishwa ili tuweze kuendelea kuhudumia familia zetu, si ndio? Sisi ambao tuna majukumu ya kiuchumi na kijamii, tunatamani kuendelea kuona amani inadumishwa ili kila mmoja wetu aweze kuendelea na shughuli zake kama vile ambavyo amejipangia. Naomba kupitia mkutano huu ambao leo tumeungana na wilaya jirani takribani 6. Sisi wana michezo siku zote ni wana amani. Na ndiyo maana tuko hapa, hakuna aliyemsukuma mwenzake, hakuna ambaye amemnyanyapaa mwenzake, si ndio? Tukawe mabalozi tunapotembea katika mbio zetu za pole katika maeneo yetu. Tuwe mabalozi wa kueleza tunu na thamani ya amani ya nchi yetu. Lakini la pili, nafahamu wana michezo 70% ni vijana kama mimi. Mimi pia kijana. Ninafahamu kila kijana ana ndoto ya kuona nchi yetu, taifa letu, jamii zetu zinakuwa na maisha bora. Maisha bora hujengwa. Maisha bora hayasemwi. Maisha bora hayagombaniwi. Maisha bora hayawekewi mikakati bila ya jitihada za kujituma. Kwa hiyo ninaomba tunapotaka kuleta hoja zetu vijana, tuzilete zikiwa na mikakati ya kufanyiwa kazi. Na bahati nzuri Mheshimiwa Rais maeneo yote ameweka, maeneo mengi takriban ameweka viongozi vijana ili tuweze kuongea lugha moja. Hapo vipi? Ungekuwa na DC wa miaka 60 angekuwepo hapa saizi. Ameamka inabidi kwanza apate panadoli. Ameamka inabidi kwanza apate dawa za kuchuachua, lakini mimi mmeniambia Hadija amka njoo tujumuike na niko hapa na nyinyi. Kwa hiyo lugha mnayoongea na sisi viongozi wenu ndiyo lugha hiyo hiyo tunayoongea.